Habari, karibu katika chaneli yako nzuri unayoipenda, na leo nitakufundisha ama nitakuelekeza jinsi gani aloe vera ilivyokuwa na faida katika mambo mbalimbali ikiwemo afya, urembo pamoja na lishe. Lakini kabla sijaendelea na somo langu, kwa haya ambayo utakuwa ni mgeni katika chaneli hii, na kuomba bonyeze neno subscribe ili uweze kujumuika nami katika mafunzo mengine yajayo. Lakini kwa leo nitazungumzia kuhusiana na mmea wa aloe vera na faida zake. Kwanza kabisa, aloe vera ni mmea wa kijani wenye asili ya kijani kibichi kama unavyoona hapo pichani, lakini pia ni mmea wenye jeli nyeupe ndani. Huu ni mmea wa asili kabisa na ni wa toka muda wa karne na karne, lakini unatumika katika mambo mengi mbalimbali na ni mzuri sana. Hapa ninazungumzia katika urembo, lakini ninazungumzia katika lishe na ninazungumzia katika afya. Na mmea huu ninauzungumzia katika sehemu hizi tatu kwa sababu una faida na virutubisho vingi sana. Una vitamin ambapo ni vitamin A, E, C, B1, B2. Hivi vitamin vinaweza kukusaidia wewe katika mambo mbalimbali ya mwili wako. Ndio maana inabeba virutubisho vingi hivi ili iweze kukusaidia wewe katika mambo mbalimbali. Lakini pia aloe vera ni mmea wenye madini na pia ina enzymes ambazo zinaweza kusaidia katika mambo ambayo nitakuelekeza. Kwanza kabisa tutaanza na swala la urembo, ambapo tutaangalia jinsi gani inavyoweza kufanya kazi katika ngozi, lakini pia katika nywele zako. Na hii ni kwa sababu inabeba virutubisho vingi vyenye madini na vinaweza kusaidia katika urembo na ngozi yako na nywele yako. Tukianza na ngozi, kwa wale ambao wana ngozi yenye chunusi, lakini pia ngozi kavu sana, lakini pia wale wenye mikunjo, aloe vera inaweza kusaidia katika mambo hayo, ikiwemo chunusi, lakini pia mikunjo ile ya uzee, madoa ambayo yanasababishana na chunusi na kadhalika. Sasa wakati nikizungumzia hivi, nitataja moja kwa moja jinsi gani unavyoweza kutumia ili niendelee na kipengele kingine na unielewe kwa undani zaidi. Kwa wewe ambao una chunusi, uso wako kujikunja mikunjo, lakini pia uso wako hauna ngozi nyeti nzuri, ngozi yako ni kavu sana, unaweza ukatumia aloe vera gel, ambapo utakata jani la aloe vera, kisha utatoa ile jeli yake na utapaka katika uso. Ukishapaka katika uso utakaa kwa muda wa dakika 20 mpaka 30, kisha utasafisha uso wako vizuri kabisa, alafu utasafisha kwa maji ya vuguvugu, kisha utaacha uso wako ukiwa katika hali nzuri. Unaweza kufanya jambo hili at least kwa wiki mara 2. Hii itakusaidia sana kuweza kuweka ngozi ya uso wako vizuri, kuondoa makunjo, lakini makovu ya chunusi. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu aloe vera tayari ina vitamini A, E, C, B1, B2, lakini pia ina madini ya kutosha na ina enzymes ya kutosha. Pia tukija katika upande wa nywele, kwa wewe ambaye nywele zako zinakatika mara kwa mara, lakini pia una miwasho ya nywele, una mba ya nywele, hii itakusaidia kufanya nywele zako kuweza kukua vizuri, lakini pia kuondoa
mba, miwasho, kwa sababu ina madini ambayo yanasaidia mzunguko mzuri wa damu katika nywele. Kwa hiyo unapotumia aloe vera gel kupaka katika nywele zako, itakusaidia kwa wewe ambaye una mba mwingi sana, nywele zako zinaanguka mara kwa mara, yani zinapukutika, zinakatika. Kwa wengine wale wanaopitia hali ya kunyonyesha, wanadai kwamba nywele huwa zinakatika, lakini pia nywele kuwa ngumu sana, huwa zinakatika. Utakachokifanya, utatumia aloe vera gel ile ya asili kabisa kupaka katika nywele zako. Kisha ukishapaka katika nywele zako, utafunika vizuri na ile wanasema plastic, kofia plastic. Then ukishafunika utakaa kama nusu saa, kisha utasafisha nywele zako vizuri. Unaweza ukasafisha pia kwa kutumia shampoo ya nywele ambayo ni nzuri ya aloe vera pia, lakini baada ya kupaka aloe vera gel na umekwisha kaa nayo kwa muda dakika 30 hata 20, hii inakusaidia wewe kuondoa mamba, lakini pia itakusaidia wewe kuzuia kukatika kwa nywele zako. Lakini pia tukija katika upande mwingine wa lishe, aloe vera inasaidia katika lishe kwa namna ifuatavyo. Unaweza ukaitumia kama detox ya juisi ya aloe vera, lakini ukatumia kwa muda wa siku 3 pekee kusafisha mwili wako, kuondoa takataka katika mwili wako. Hii ni juisi nzuri, hakikisha haina uchungu mwingi. Lakini pia wakati unakunywa juisi ya aloe vera, hakikisha pia hauko na ujauzito ama unanyonyesha ama uko chini ya uangalizi wa daktari. Lakini pia kama unafanya detox, usitumie zaidi ya siku 3, ila aloe vera ni nzuri na huwa inasaidia kuondoa vitu vingi sana. Na pia inasaidia usagaji wa chakula, hasa kwa wale ambao wanakula wanga sana, inasaidia kuvunja wanga. Kwa utakapokuwa unatumia juisi ya aloe vera, itasaidia sana. Na pia kwa kuongezea, unaweza ukatumia aloe vera kama mask ya uso kwa wale ambao unataka kutumia kwa kwenye urembo, ukachanganya na limao kidogo, ukachanganya na manjano pia ukatumia kama mask ya uso. Huu inasaidia pia kuondoa mikunjo nini. Lakini pia unaweza kutumia kama conditioner ya nywele, ukichanganya na mafuta ya nazi, ukatumia kama conditioner ya nywele. Lakini kubwa zaidi, husaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula, pale utakapotumia juisi yake isiyo na uchungu, lakini pia ikakufanya ngozi yako ikawa nzuri na ya kuvutia. Kwa hiyo hii ndio maajabu ya aloe vera. Kwa hiyo ambao ulikuwa ufahamu kuhusiana na aloe vera, jinsi gani inavyoweza kusaidia katika lishe, lakini pia katika ngozi yako, katika nywele yako, kwa sababu ina virutubisho vingi vya vitamin, ambapo zimetaja vitamini nyingi sana. Kuna A, E, C, B1, B2, lakini pia ina madini ya kutosha na ina enzymes za kutosha kuweza kukusaidia wewe katika mambo ambayo nimezungumza. Natumaini utakuwa umenielewa vizuri kabisa, lakini kama utakuwa na swali, maoni na ushauri, unaweza ukazungumza nami nikakuelewesha vizuri na ukaelewa zaidi. Muhimu, tumia aloe vera kwa njia hizo, zitakusaidia na matokeo utayapata, kwa sababu aloe vera ni mmea wa asili usiokuwa na madhara yoyote. Lakini pia ukiutumia vizuri kama nilivyoelekeza, utapata manufaa katika mambo ambayo nimeyazungumzia. Usisahau kusubscribe kwa wale ambao bado hujasubscribe katika channel ya Maya, kwa sababu utakuwa unapitwa na vitu vingi vizuri mbalimbali. Na pia usiache kulike kama umependa mafunzo haya.